Najua tu. Ila hata video za harusi mimi ninazo. Umezitoa hizo video? Nifungue simu nikuonyeshe. Malove. Jamani, nakubali kama kuna watu ambao hawalalagi usiku. Picha ninazo, video ninazo, kwa hiyo kama unapinga nifungue simu nikuonyeshe. Sasa hayo jamani tuache tu. Tuongee mambo mengine. Mimi sitaki unikwepe ndugu yangu. Hapa nimegandana na wewe kwa hili swala. Beli Chris anakuambia yeye anavalia sijui wisa milioni. Hizo hela yeye kama mdogo wangu naweza tu nikawa kama ni ushauri tu nampa, namwambia mdogo wangu, kama una kipaji una talent, fanya kazi, waaminishe mashabiki, watakuelewa, watakupenda na watakusupport. Yes, kila laheri kwa ule ambaye aliamka asubuhi na kuanza mishemishi za kutafuta maisha yake. Langu jina ni Elmalove Mwalimu kama kawaida, na wasalimia popote mlipo, asubuhi njema au jioni njema au siku mwema kutokana na wapi ambapo unanitazama ukiwepo. So mgeni wangu leo yupo special kama kawaida, ni mgeni ambaye nilianza naye before. Kwa watu ambao walinifuatilia wanamjua sana, ndiye mgeni wangu wa kwanza ambaye alikuwa guest kwangu. So leo nimemrudisha, lakini amekuja kwa step nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Ila kabla ya kumsalimia, acha niwaambie kwamba ni P-Love mbunifu ndo wanakuambia hivyo. Bro vipi? Fresh. Uko sawa? Yeah, I'm good. Niko na welcome again tena mzee. Asante sana. Long time. Tumepotezana, tunajua tena hali ya maisha. Alafu thanks sana kwa kunipokea kwenye game hile, kwa sababu wewe ndo mtu wa kwanza ambaye nilianzaga naye na nikatoka fresh. Basi pia tumshukuru na Mwenyezi Mungu pia aliyetukutanisha, au vipi? Kabisa. So P-Love, maisha yanaendeleaje huko mtaani for so long sana? Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Maisha yako fresh na tunazidi kupambana hivyo mdogo. Yes, toka siku yangu ya mwisho kukutana na wewe mpaka leo, mabadiliko yalikuwaje? Tunaona mwenye mabadiliko ni makubwa kwa sababu kwanza kipindi kile hapa katikati tushafanya kazi baadhi ambazo tushaziachia. Mimi kikubwa ambacho nataka nitanguliza, sababu nilikuwa nimemisi sauti yako, lakini nisikimbie kwanza kuongelea sauti kabla sijaongelea kazi. Umeona? Toka tuachane siku ile mpaka leo, I hope ulikuwa hujaachia nyingine ngoma au ilikuwa ndio hii ndio ngoma ambayo unafuatisha, si ndio? Yeah. Kabisa. Lakini muda mrefu ambao ulitokea, kwa nini unakaa huo muda wote ufanyi kazi utuburudishe? Sio kwamba mimi sifanyi kazi. P-Love kama P-Love, mimi ni mwanamuziki ambaye naijua sana kazi yangu. Mimi nafanya kazi usiku na mchana, naweza kusema usiku na mchana, na kazi ambazo zipo ndani ni kazi nyingi sana. Yaani nikisema niamua kuzitoa, yaani naweza nikachukua hata miezi miwili yani. Yaani leo naachia ngoma, kesho naachia ngoma, kesho kutwa naachia, yani hivyo. Kwa hiyo mimi naweza kusema hapa katikati nilipotea, sio kwamba nitakuwa nilipotea kivile sana, kwa sababu kuna issue nyingine ambayo nilikuwa nakimbizana nayo nje na muziki. Kabisa. Hili swala lipo kwa wasanii wengi. Unakuta msanii ana nyimbo nyingi sana kwa simu yake ambayo hajatoaga, lakini anatoa akiwa amekawia. Inatokeana na nini? Afu pia unajua mimi ni msanii ambaye nipo chini ya management. Nipo chini ya management ya MT Money Team, kwa hiyo wao ndio wanapanga. Mimi naweza nikasema bwana, mimi nataka kesho jamani ngoma yangu iachiwe. Wao wananiambia tulia. Yaani nakwambia tuliza mapepe. Tuliza mapepe. Muda wako ukifika kazi itatoka. Kwa hiyo usiwe na haraka katika maisha, usiwe na haraka. Basi na mimi nimejifunza kutokuwa na haraka hivyo. Kabisa. Karibu tena, lakini to introduce kazi ambayo unakuja kuitambulisha leo ambayo uko unafanyia, nisema kwamba nimejiatua ili watu ambao wanaitazama wasikie historia ya hii nyimbo ilikuwaje. Ngoma yangu mimi inaitwa Reka Mvuge, ni ngoma ambayo nimeimbia special tuseme Warundi wote ili waweze kunielewa, waweze kunisupport. Unajua mimi nilipata na mazingira magumu kidogo hapa nyuma. Watu walikuwa wanashindwa kutofautisha mimi unatokea nchi gani, unaona. Kwa hiyo walikuwa wengine wananyima hata support ile, hata nyimbo zangu kuchezwa kwenye radio, kwenye ma TV walikuwa wanashindwa kucheza kwa sababu wanashindwa kujua. Yaani wanahisi kwamba mimi naweza nikawa tu sio raia wa nchi hii, unaona. Kwa hiyo mimi nikaamua nikasema acha nije kivingine. Unajua mashabiki wengi kwa hapa nchini ni Warundi. Wengi ni Warundi, tuseme ni nchi nzima ni Warundi. Kwa hiyo Kiswahili wanafanyaje? Ni kwamba wanajifunza, wengine ni watu wachache ambao
wanaongea Kiswahili. Kwa hiyo nikasema ngoja nije kivingine niwaandalie nyimbo ambayo wote kwa ujumla wataielewa, na namshukuru Mungu nyimbo imepokelewa vizuri, watu wameielewa na nyimbo inachezwa yani sehemu zote naweza kuambia. Kwenye media zote wanacheza ngoma yangu. Kwa hiyo namshukuru Mungu, ni kitu cha kujivunia sana. Yes, Reka Mvuge ni nyimbo ambayo imetoka na video na video ni nzuri sana. Ukitizama ipo na quality ambayo inatosha kabisa kusema kwamba hii nyimbo ni bora. Lakini niulize sababu kila kitu unaweza kutazama na kusema kwamba watu ambao walitizama huu wimbo percent kubwa walipenda ndani kitu fulani kwa huu wimbo. So kwa Pilova naona kwamba ni kitu gani ambacho kiliwavutia sana watu? Mimi nahisi nilivyocheza mule, nilivyo act mule kwenye video umesema. Kuna scene fulani hivi ambayo nilikuwa nimenyanyuka, mpenzi wangu yuko ananika nguo kwenye kamba, nikaenda pale nikachukua maji kwenye beseni nikawa nimemwagia, basi ile afu akawa ananikimbiza, nikawa nimechukua baiskeli nikaanza kukimbia. Yani ni kitu, ni kipande ambacho watu wengi walikipenda sana. Yeah. Nikirudia hapa kwa hichi kipande sababu na mimi nimekifuatilia vizuri. Yes. Nikaja kugundua kwamba kuna nyingine video yako ambayo ya before uliweka ubunifu ule wa kumwagia mwanamke maji. Unaikumbuka? Yeah. Sasa watu wakasema kwamba uenda amerudisha ule ubunifu tu ule ndio umerudia. Unajua mimi naitwa Pilava mbunifu. Kwa hiyo mimi ni mbunifu sana, yani mimi nabuni sana. Watu wasiseme kwamba eti ile scene na hii scene ya nyimbo hii zinafanana, kutoka kwenye Gimidati kuja kwenye Reka Mvuge zinafanana pana. Ile scene ambayo nilikuwa namwagia maji, ukumbuke nilikuwa na hii mpira huu ya mpira nilikuwa namwagia hivi maji. Sasa hii nyingine nilichukua beseni, alikuwa yuko anafua, amemaliza kufua yale maji ya sabuni yale ya povu, nimechukua nikawa nimemmwagia. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Kuna sehemu ambayo unamwagia maji ya sabuni na kuna sehemu ambayo unamwagia maji ambayo ni masafi. Sasa mimi leo namuita Pilova mbunifu wa maji kwa sababu ubunifu wake leo umegonga kwa maji. Nakunda maji. Wanakunda maji. Sasa bila kukawa kwanza tupate ka vibe kidogo tuburudike na Reka Mvuge alafu tuendelee na mambo mengine. Okay. Amarira y'ivyishimo muri lafi yacu zuyu munezero na oboza bakubesha eka sivyo kukurukundo gukurira undimwo. I'm sorry nimba noba narakubabaje, I'm sorry nimba noba naragushavuje. Trust me, trust me, trust me, trust me baby, trust me, trust me, trust me, trust me girl. Waranyibagije kubabara, waranyibagije kurira, erega mama ntaho boja kure sinzokwibagirwa. Yeah. Rudira kidogo. Erega mama ntaho boja kure sinzokwibagirwa. Yeah. Mzee baba, mimi napendaga sana sauti yako, yani gisu unavyoimba. Asante sana, asante sana. Siku ambazo zinaisha nilikuwa napita kwa group fulani huko, nikawa nimeona watu wanaongelea sana kuhusiana na watu ambao wana vipaji sana ndani lakini bado hawajapata nafasi ya kutoboa. Sasa nikakuona ndani kwenye ile top 10. Nikasema sasa jamaa, sijui kwamba hizi list zinatembea zimekufikia wewe vipi? Ile list mimi nimeiona jana kama sikusahau, nimeiona jana. Kwanza mimi mwenyewe nikashtuka nikasema nikasema basi tuacha niache, kwa sababu huwezi kumzuia mtu kuongea, huwezi kumzuia mtu kufikiria. Wao labda walifikiria vile wakaona ni sahihi kumweka Pilava humo katika watu ambao hawajatoboa, labda kwa upande wao. Lakini mimi ni msanii ambaye namshukuru Mungu, nyimbo zangu mtaani zipo sana. Yeah, zipo sana, watoto, watu wazima wanaimba. Unaona? Kwa hiyo kama wakisema kama sijatoboa, fine. No, mimi kisi nilielewa list ile hawajasema watu ambao hawajatoboa, lakini wale watu ambao wana vipaji kuzidia hata mastaa ambapo wapo. Yaani ukisikia maandishi yao, nini kila kitu chao. Basi kama ni hivyo basi nimo. Nimo kwa sababu mimi sijawahi kukutana na star yoyote, mwanamuziki yoyote ambaye anafanya muziki alafu anaambia dogo nafanya muziki mbaya. Sijawahi. Sasa pale ambapo unaona kwamba list zinatembea watu wanakusifia, unajisikiaje kwanza kiupande wako? Najivunia na namshukuru Mungu pia, kwa sababu naona hao watu wamekaa chini, wamefikiria, wameumiza vichwa vyao, wanaona Pilava anafaa tumweka katika hii category kwenye hii list. Ni kitu kikubwa, kwa sababu ukiangalia
kuna wasanii wengi ambao wapo nyuma au ambao wapo lakini hawajapata nafasi ya kuwekwa pale au ya kuingia katika hiyo top 10. Kwa hiyo mimi nimepata hiyo nafasi, namshukuru Mungu. Yes, last time tulipofanya nayo mahojiano, uliniambia kwamba kuna collaboration ambazo unazo, umeshazifanya, umeshaziandaa ambazo tutaziona very soon, lakini mpaka leo hatuna tetezo yoyote ya kuhusiana na collab yoyote ambayo utakayoitoa. Unajua mimi ni msiri sana. Mimi vitu vyangu sipendagi sana kuviweka katika mtandao, aidha ni kila interview nitakao kuwa nafanya nimwambie kila mtu bwana mimi kazi yangu naacha siku fulani, hapana. Lakini muda ukifika kwa sababu mimi nafanya kitu mpaka nikisharuhusiwa na management. Yani hicho ni kitu ambacho watu wakawa wanaelewa. Unajua kama leo ningekuwa P-Love peke yangu kivyangu, sina mtu ambaye ananisupport, sina mtu ambaye ananisimamia katika music, ningekuwa yani nikilala nikiota usiku nasema kesho naachia nyimbo na kesho lazima kesho nikiamka lazima niachie kazi. Kwa hiyo ni swala ambalo lazima nipitishe katika uongozi, unaona. Uongozi wakisema haya unaruhusiwa sasa kuanza kuitangaza kazi yako na msanii ambao unafanya naye, haya tunakupa ruksa. Hapo nyinyi wote nitawaita, tutafanya interview, nitawaambia bana kuna collab inakuja msanii fulani hivi na hivi. Kabisa. Nirudie kwanza nyuma kidogo. Mimi nataka kwanza tuende kwanza out ya music nimechukua kwanza P-Love kama P-Love mwenyewe. Mimi nina mambo yangu ambayo nimeshajua kwamba P-Love kashaoa, P-Love kaoa. Niambie kwanza kabla ya kuendelea, hii ni kweli au si kweli? Watu kuchanganya, watu mnafuatilia nyinyi. Hilo ni jambo ambalo siwezi kulizungumzia zaidi. Wewe umeyapata wapi hayo kama ni mao? Mimi nimeyapata, wapenzi watazamaji. Ukweli ninao. Sasa hapa akisubutu tu kubisha, mimi navujisha kila kitu. Kwa hiyo sasa anaambia kwa ni kweli au si kweli, umeoa, kwa nini umeoa kisirisiri? Swala la kuoa ndugu yangu, watu tutawaambia siku ambayo kama tutakuwa tuko free kabisa, kama tutawaambia. Ndugu yangu, hata hapa tupo free kabisa, yani hapa tukimbizwi, atufanye tuko free kabisa, tuambizane ukweli. Tutawajuza kama tumeoa, kwa sababu kuna mambo mengine yanakuwa ni personal ambayo huwezi kuyaweka kwenye mitandao, huwezi kuyazungumzia kokote. Kwa hiyo kama ni kweli nimeoa, basi watu watajua kama nimeoa. Ina maana hutaki mkeo ajivunie kwamba kusema yeye mpenzi wangu anatangaza kwamba ameshaoa, sababu hivi sio wapenzi. Maana najua wasanii mnapenda sana kuficha wapenzi zenu, lakini na mkeo ndani umfiche. Unajua ndio maana nakwambia ni kitu ambacho hakiwezi kufichwa. Kama ni kujua tu. Ila hata video za harusi mimi ninazo. Umezitoa hizo video? Nifungue simu nikuonyeshe. Malovi. Jamani, nakubali kama kuna watu ambao hawalalagi usiku. Picha ninazo, video ninazo, kwa hiyo kama unapinga nifungue simu nikuonyeshe. Sasa hayo jamani tuyaache tu. Tuongee mambo mengine. Mimi sitaki unikwepe ndugu yangu. Hapa nimegandana na wewe kwa hili swala. Umeoa, tujue shemeji ni nani? Mtamjua kama shemeji yenu yupo. Akipenda tumzungumzie, tutamzungumzia. Msijali, au labda ni zile kiki zenu za kutaka kutoa nyimbo, au labda kuna wimbo ambao umefichwa huko. Mimi kwa upande wangu, unajua mimi sio mtu wa kiki. Mimi sio mtu wa kiki, afu mimi ni msiri sana, afu mimi ni mtu ambaye mimi napendaga kazi yangu ndio iongee. Sipendagi mimi maneno ya kufika kwenye mtandao, naachia kazi kubwa, sijui nini, alafu mwisho wa siku nakuja kuachia kazi inakuwa wanasemaga utopole, yani kazi ambayo haiendi, kazi ambayo ni ya kawaida sana. Alafu mashabiki wanakaa chini wanaanza kukujaji, wanasema sasa huyu msanii alikuwa anatupiga ule mdomo wote, anatuambia kuna nyimbo kali na hii ndio nyimbo kali alikuwa anisifia, unaona. Kwa hiyo mimi napenda kazi yangu ndio izungumze, yani pale hata mtu mwenyewe ukikaa chini ukisema kweli P-Love kaachia kazi kweli, unaona. Alafu nikishasikia zile feedback kwa watu, na mimi ndo nitakasa chini, nitajipiga kifuani, nitasema nimefanya kazi kubwa. Wazee mnasikia kisi jamaa nikwepa. Swala la kuoa nalikwepa kimya, nadhani sasa hapa ameniweza. Mimi hajaniweza. Ngoja, lakini sasa kitu ambacho kinanifanya naamini kwamba ameoa kweli. Mimi nilipataga kwanza hii before ya ngoma kutoka, nikazipata. Nikafikiria kwamba labda ni picha au video za shooting, lakini nikasubiri kuona kwa mama hii video, basi nitaona zile picha hakuna. Nikasema this is the truth. Sasa shame kama unanitizama ujue kwamba hapa
Mimi mwalimu nakukujia soon kabisa, nakuja kula ugali hapa. Karibu, nyumbani karibu sana. Unasema hivi nakubali, ananipata karibu. Yani, hakuna mtu ambaye anaweza kumkataa mgeni. Hakuna. Kwa hiyo wewe unakuja kama mgeni nyumbani, utapikiwa kama ni ugali utasongewa utakula. Yeah. Yes, Pilov, unaona generation ya mpya inapiga sana kazi kwa kasi sana. Yes, tukisema wa Berry Music, wa Olege, wa Bel Chris, wanani wote wanakuja wanafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kama Bel Chris ni maneno. Yule maneno. Kwanza huyu nitamzungumzia kidogo, acha kwanza niachane naye kwanza. Huyu nitamzungumzia wakina MB, si ndio? Wale wajamaa wanatumika sana, lakini kwa wewe ambayo mtu ambaye unakwamba huyu jamaa anakimbiza sana, ni nani? Kwa sasa hivi kiukweli tusio waongo, tusio wanafiki. Beli anafanya vizuri. Olege anafanya vizuri. Japokuwa Beli hajaachia kazi hizi siku mbili ngapi, lakini kazi yake bado inafanya vizuri pia. Sasa ameanza kutangaza kwamba anataka achie kazi mpya. Kwa hiyo Olege anafanya vizuri, Wiz Design anafanya vizuri. Kwa hiyo na wao wasanii wengine baadhi ambao wanainuka, yani new generation kwa pamoja, ni wasanii ambao tuko vizuri, yani naweza kusema tunakuja kubadilisha muziki wa Buja Flavor. Hivi ushirikiano wenu upo sawa au kila mtu anafanya kivyake tu alafu anakuambia tukutanie tu uwanjani? Ushirikiano upo lakini sio sana. Mimi labda mtu ambaye nataka kusema ni mshikaji ni Berry Music, ndio mshikaji ambaye nataka kusema. Hata Wiz Designer tunaongea lakini sio ile kisana au ile kiushikaji sana. Lakini Berry ndio waga mara nyingi tunakutanaga, tunakaa chini, tunabadilishana mawazo, pia tunafanya kazi nzuri. Bwana, hapa unaweza kupunguza hicho kaongeza hichi, inaweza kuwa fresh. Hata mimi pia katika kumshauri tunakaa chini tunaongea. Kwa hiyo mimi kiukweli nisiwe muongo, new generation inafanya kazi vizuri. Wengi wako nainuka wanakuja vizuri. Yep. Kabisa. Turudi kwanza kwa Bel Chris kwanza, ule huna yetu tumuongelee kidogo. Sababu wanasema kwamba music inahitaji kiki, ili mtu abakie kwenye trending. Ila sasa trending za Bel Chris kwa unaona kwamba hizi ni trending nzuri ambazo zinafaa kwa msanii au zinamuua msanii? Yani hizi sio trending nzuri kwa msanii. Yani hazimjengi msanii. Unajua nikwambie kitu kimoja. Msanii unapokuwa mwanamuziki unatengenezwa na matukio. Sawa? Yale matukio, angalia katika yale matukio, fanya moja la kweli. Yani fanya moja la kweli, basi mawili yawe ya uongo. At least mtu anaweza kusema hapa lidanganya na hapa lidanganya, lakini hapa alifanya alisema kweli. Kwa hiyo sasa Bel Chris anakuambia yeye anavalia sijui wisa milioni hizo hela wewe. Mimi sijui, yani kiukweli mimi sio mtu wa kiki. Mimi ni mtu ambaye sipendi kuwazungumzia wasanii wenzangu. Sipendi yeye kama mdogo wangu, na zato nikawa kama ni ushauri tu nampa, namwambia mdogo wangu, kama una kipaji una talent, fanya kazi, waaminishe mashabiki, watakuelewa, watakupenda na watakusupport. Usipitie sana kwenye kiki ambazo hazina maana, zinakubomoa, yani wewe hazikujengi bali zinakubomoa. Kwa hiyo ni kama ushauri tu. Ukitaka kusema vibaya sawa tu, lakini mimi ni mtu poa sana, ni mtu ambaye sipendagi kuongea sana wala sipendagi kumzungumzia mtu. Kwa hiyo kitu cha Landry kumpiga Jendra hajakosea. Unaweza kuona alifanya vizuri. Landry promote. Alimnyosha kidogo, yale mkoso Gatoe. Si bibi. Ego tugaruke Gatoe kwa muziki wetu kiujumla. Pale ambapo kunaenda naona kwamba ni sehemu nzuri, unaenda unaelekea step by step, lakini kitu gani ambacho tuongezee tena kwa vile ambavyo tuko tunafanya, sababu hatujafanya vibaya? Kitu gani ambacho tuongezee, rather tuongezee hii pili mambo yanyooke fresh? Mimi kitu kikubwa ambacho ninachoona tuongezee tu ni ubunifu tu. Ni ubunifu tu. Lakini kazi tunatoa kazi ambazo zinaenda kwenye mataifa mengine, wanaelewa na penda muziki wetu. Lakini kitu ambacho ninachotaka ni ubunifu na collaboration za international. Basi hakuna vitu vingine. Yes, nilikutana na mtu akanambia kwamba wasanii wetu wanapiga audio nzuri, tena lyrics vizuri, lakini wakija kwenye video nakutana kwamba video ni utupu, yani hakuna kitu ambacho kinatofautiana na cha mwingine. Unaona kwamba tatizo lipo kwa madirector au? Ndio kile kitu ambacho nimekuambia, tuongeze ubunifu. Msanii usiandikiwe script tu na director. Yani kila kitu mwache director afanye kazi.
Yani hicho kitu ni kitu ambacho hakipo kwa mwanamuziki. Msanii inabidi ujitengeneze. Unajua mimi nikwambia kitu kimoja, siri moja kubwa ambayo mimi ni msanii ambaye nikishika kalamu nikianza kuandika ngoma yoyote, hapo na idea ya video inanijia. Unajua kwamba hapa, yani najua katika nyimbo yangu mimi hapa lazima nitatumia hivi, script naandika mwenyewe. Naandika nampelekea director. Mimi na wazo langu katika nyimbo yangu nilikuwa nataka ni hivi na hivi na anambia nani kakuandikia script, na nasema nimeandika mwenyewe. Anasema muona nyimbo yako na hii script, yani kama ni vitu ambavyo vinaendana. Umewaza, naambia ni ubunifu tu. Kwa hiyo kitu ambacho ninachoomba wasanii wasikae tu wasione wamepiga nyimbo 2 3 zimekuwa hit wananyosha mikono. Director andika script, mimi naingia tu kwenye naingia location na shoot na maliza, na hapana. Na ndio pale unakuta nyimbo baadhi hata nyimbo 5 6 7 ambazo zimeachiwa unakuta zote zinafanana. Zote zinafanana. Idea ni ile moja. Idea ni ile. Kwa hiyo madirector wetu wa Abuja Flavor, kitu kikubwa ambacho ninachowaomba waongeze ubunifu, wasome, waangalie wengine wanafanya aje, mataifa mengine wanafanya aje, ili na sisi kupush muziki wetu. Sisi sio kwamba tunajua kuimba tu alafu tuishie hapa. Sisi tunahitaji twende katika mataifa mengine hivyo. Kabisa. Mimi nilikuwa natazama video moja jana ya msanii fulani wa, acha nimseme tu, wa Tanzania, anaitwa Rapcha. Sasa wewe wimbo niliutizama ni wimbo ambao video mwanzo mpaka mwisho bila hata utoe sauti utaelewa tu kwamba hii nyimbo inahusiana na nini, kwa sababu kuna script ambazo zinaendana na zinazungumzia kitu ambacho kiko kinakuwa. Lakini sasa Warundi tunakosa nini ili tufanye video kama hizi? Ndio kile kitu ambacho ninachokwambia ni ubunifu tu. Mimi nakuahidi kitu kimoja, mimi hata video yangu ya kufuata ikizungumzia ni maisha fulani ya hali ya chini, lazima utanikuta katika hayo maisha. Ikizungumzia kama ni maisha fulani yani tuseme kama maisha fulani ya high level, lazima utanikuta humo. Yani mimi natakaga katika video yangu mimi nijinyime ili mradi nitoe kitu kizuri. Na ndio kitu ambacho tunachoshindwaga wasanii wengi. Unaona msanii anaweza kutengeneza nyimbo kali sana, audio kali, lakini akifika katika video anaanza kubana mfuko. Unaona? Au anaweza kaenda kwa director akamwambia bana, nyimbo yako inahitaji kitu hichi, inahitaji mesodo passage kubwa hivi, inahitaji gari kali, inahitaji. Sasa jamaa anakaa chini, anafikiria, anapiga hesabu. Hii hela ni nyingi. Anasema director wa bei ndogo ni nani? Fulani. Bwana director njoo. Bwana hii video bwana hii ni tuseme mfano 500,000. Video yote inaisha. Jamaa nipo radhi kutoa hiyo 500,000. Ashuti kwa director mdogo. Ameacha tuseme mfano 2,000,000 huku, atoe kitu kikubwa ambacho kitamtangaza na wasanii wengine kule wataona, na masponsor pia wanaweza kaona kile kitu akavutiwa nacho wakaja kuwekeza pesa kwake. Lakini ukiwa yule msanii wa video za 200 sidhani yani kama unaweza ukafika mbali zaidi, kwa sababu utakuwa unaona kabisa yani huyu level yake bado ni iko pale. Yes, kabla ya kumaliza kipindi, P-Love kama P-Love anaomba nini yeye kwa mashabiki, wasanii wenzake, sijui nini, kitu ambacho naona kipo moyoni ambacho ana uwezo wa kutoa jamii kasikia? Kitu ambacho mimi ninachoomba tu usiku na mchana mashabiki wa industry ya Abuja Flavor ni kunisupport tu. Mimi sihitaji kitu kikubwa, ni kunisupport. Ambaye yuko na mawazo anicheki, P-Love mimi niko na wazo hili na hili, nataka ufanye hivi na mimi nakaa chini tunashauriana. Unaona, nikiona kabisa mawazo yako ni ya muhimu sana kwangu, naona kabisa kile ulichoniambia kinaniingia kilini, lazima nifuate ushauri wako. Kwa hiyo kitu kikubwa tu ni watu waendelee kusubscribe katika channel yangu ya YouTube, natumia P-Love Official. Mambo makubwa yanakuja, support ndio kitu cha muhimu. Yes, mimi kabla ya kumaliza kipindi, kwa sababu mimi siwaje na nataka nitoke bila vibe kabisa, you know. Anajua tu mwenyewe kwamba hapa nimeshazungumzia nini. Lakini acha kwanza niwe dedicate kwa Shan Queen ambaye tutengenezaga hit, alitusaidia sana tukatoa nyimbo kubwa ambayo mpaka leo ukisikia ni nyimbo ambayo haikufagi. Nikisema nyimbo ambayo haikufagi ni ile nyimbo ambayo ukisikia muda wowote, of course, ukisikia muda wowote utaburudika tu. Umeona sasa? Kwa hiyo Shan Queen, shout out to you, na Mungu akubariki sana, lakini tuendelee tu na kago kidogo. Asubuhi na mapema
kabla jogo ya kuwika ushaamka, unaanza kusema sema, paka majirani walolala wanaamka. Unavyofanya mama sio vyema, mbele za watu ndo mutima ukanga kugumana nawe yeah. Go mimi nasema go uende zako huko. Pilo, mimi nakushukuru sana kwa muda ambao unanipatia. Asante sana kaka. Nimeburudika kabisa. Yaani hapa siku yangu nzima nitashinda niko fresh kabisa, ninaburudika. Nimekutana na msanii wangu ambaye anapambania nchi na kupambania bendera ya Burundi kutoka kimataifa. Kwa hiyo tuwage basi wapenzi wa Ndaha TV, alafu tumalize na kipindi. Wapenzi wa Ndaha TV, endeleeni tukusubscribe kwenye channel yao ya Ndaha TV. Mambo mazuri yanakuja, nawapenda sana. Asante kuaga, na mimi nikuage hivi. Ni msanii gani ambaye unaona ameshaga potea kwenye industry, unatamani arudi kwenye game aendeleze kazi? Nani? Rich Dog kani unamkumbuka? Rich Dog? Ni yule. Hivi yule alipotelea wapi? Yaani mimi sijui. Umeona kwa hiyo na wewe haujui. Kwa hiyo wale wasanii wa zamani walifanyaga vizuri miaka hiyo washapotea. Yes, bakunzi wa Ndaha TV, El Maruba ni umukubisa no museka ndabasezere mu Kirundi kuko natangwe mu Giswahili ko sinaweza ko nguma ndi mu Giswahili fako nshisha muri kintu mukumva ko twari mu Burundi, twari muri Kenya, twari muri Uganda cyangwa muri Tanzania. Ni made in Burundi ariko turacisha kuko n'ururimi rugumbanwa na benshi. Tuba dushaka ko ivyo washibishika kure. Rero nabashimiye kumwanya mwaduhaye mukatwumviriza ndetse mukumviriza n'ivyo twashitse ko mwumvise ko Pilo gagize ubugene mu Kinyegero ntiyatubwira ariko kandi anatwemerera ko afise collabo nyinshi agiye kuzosohora mu minsi za. Ndanabibusaba ko mubanda yamukurikirana, reka mvuge kuri channel yiwe kugira ngo mubanda yamuterera ivyiyumviro vyanyu amenya hazokosora mu kazi kiwe. Murakoze cyane, big up.